kushikamana na elimu zote, yani secular na religious. Chengine ni kwamba utaalamu wa lugha zaidi ya moja. Mwenye Baraka tumesikia katika historia yake kwamba Kifaransa kilikuwepo, Kiingereza kilikuwepo, Kiarabu kilikuwepo na Kiswahili chake. Kuna kisa kinaelezwa kwamba kuna mtu alikuwa anasafiri na wenzake katika foleni. Wale wenzake walikuwa ni wa Japani. Yeye si Mjapani, lakini ile lugha alikuwa akijua na kujua haijui ile lugha ya Kijapani, lakini alikuwa ana kitu fatana kama alitueleza Sheikh Hamza Zuberi hapa, katika wale watu wa duniani mmoja peke yake. Inawezekana wakati labda alikuwa yeye. Maana akasimama katika foleni wakapigana watu wawili wale ambao ni wa Japani. Yeye katulia tu. Baada ya kuamuliwa wakaja maafisa pale wa usalama, wanawahoji wale wanafahamu Kijapani, yeye hakijui. Lakini katika kutoa ushahidi, yeye ndio alitoa ushahidi. Aliyakariri maneno ambayo kasikia pale tu ya Kijapani ambayo si lugha yake wala haifahamu. Watu wakajua chanzo kilikuwa ni kitu gani kwa ile lugha tu. Sasa huyu kazungumza kwa ile fatana yake ya kuhifadhi pale. Lakini tunatakikana tuzisome hizo lugha nyingine ili tuepukanye na fitna za watu ambao ni maadui katika dhidi yetu sisi manake. Chengine kutoka kwa Sheikh Abubakar tumejifunza kwamba tunatakikana tusome, lakini elimu inatakikana ifuatane na adabu. Kwa maana ya kwamba mtu asivamie mambo ambayo hayapo katika sehemu yake. Kutueleza kwamba inawezekana mtu akawa na elimu, lakini masuala ya fatwa ametakiwa awachie wenyewe wataalamu. Na cha tatu ni kwamba tokea tumeanza mwanzo wa kongamano kufunguliwa mpaka tumefikia hapa, tunaona umuhimu wa elimu. Kwa hiyo tunatakikana kushikamana na elimu kama inavyoelezwa kwamba tunatakikana tujifunze tokea katika mahadi mpaka katika lahadi. Umri sio kigezo kwamba kusoma basi. Kwa hiyo tudumu katika kutafuta elimu mpaka Allah atuhitimishe kuondoka katika mgongo huu ardhi. Huo ndo nasaha zangu tutufikisha. Wafaqana Allah ta'ala jami'an lima yuhibbu wa yardahu. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.